Usilalamike. Tazama lile jaribu na ile changamoto unayopitia kama sehemu ya kufungulia mlango mwingine. Ni nani ajuaye, wakati fulani Bwana anakuandalia ushuhuda. Ukisimama unakuwa na ushuhuda wa kweli. Juzi hapa nilipokuwa nimesafiri, nilijua breki yote. Sasa kwa hiyo suti kama hizi, hii ndio ilikuwa na maana. Ila hii yenda zingine ambazo sija kubiria. Sikwenda. Unajua kusafiri bila breki kwenye gari. Nilijua pale Dodoma. Ndugu zangu wale nikawatafuta ambao wananiambia huyu jamaa wakanivumilia siku mbili. Siku ya tatu waanza kunitania. Unajua je mzima breki. Na mimi niliacha kwenye ofisi maarufu. Kwa hiyo nimejaribu kufanya penalty. Nimeongea pale. Wananisema vibaya. Nikatafuta wataalamu na fikiri kama mama ananiambia, nikatafuta wanamtiani wanaangalau yeye ana kitu anaweza kusema wewe tu kije tukafeni. Nimetafuta mpaka nimechoka. Nimetafuta matrafiki pale. Kwanza mle kila mtu naona anasumbua. Nasumbua gari letu kwani gari ndio imekuingia. Na gari ndio lenyewe. Sema ndio hivyo ofisi yenyewe ndio imepoteza. Wewe nayo msio muelewa. Hapo jamani niambia kitu. Toka leo natafakari. Alifikiaje jamani niliyeibiwa. Halafu ananiambiaje vile. Aliongea kitu kigumu sana. Na siwezi kusema. Kwa kweli alinisikitisha ikabidi turudi kwenda kukaa. Niache kabisa kulifuatilia. Nikamwambia mchungaji naambia, najua jana tulikuwa na mpango wetu Dar es Salaam, kabla nimevurugwa. Sina kitu. Nafanyaje? Mchungaji akaniambia, wakati fulani labda Mungu anakuandalia ushuhuda, wewe si mhubiri. Utapata nafasi ya kuhubiri. Siku nyingine na kuhubiria mambo. Mimi nimepotea siku 7. Halipatikana. Ofisi yote nimetafuta. Nimepiga simu wakati tumechoka. Sasa asubuhi naamka nasema sasa Bwana, hivi itakuwa kila siku naamka nafikiria lile benki. Basi naomba niache ili niendelee na hatua nyingine za kimaisha. Saa 4 naona ile aliyokana nitafuta na niambia samahani kaka. Benki lako lilikuwa na nini ndani? Nikamwambia angalia kwanza tai kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tai ilikuwa pale juu. Kabla wewe ukiona tai ujue hiyo. Alafu angalia vile na kikoti mtu ya utumishi nyumbani mwa Bwana. Akasema, "Wow, nimeona." Siku ile ilikuwa nzuri mno kwangu. Ilikuwa nzuri sana. Na kwa hiyo baada ya siku 7 na siku naenda kulichukua nikapita pale kwa mchungaji. Nimwambia baba mchungaji, haona ushuhuda umetimia sasa. Ndio na ushuhudia kwa amani. Sina sote zipo. Vijana wangu kama wangesema mali wewe unaongozozo kabisa unaitwa. Lakini kumbe hapana. Hadi nimelipata. Sasa nilipopata ndio nikaanza kutafuta. Bwana ulitaka nijifunze nini hapa? Bwana umenipitisha kwenye hali ngumu. Kwanza nikajifunza. Sitaki kuongea sana. Kwa sababu niliongea sana. Yule mtu alivyo